Kuwa na kijiji kidogo kiitwacho Lichero, kilichozungukwa na misitu minene yenye sauti za ajabu usiku. Watu wa Lichero walikuwa wakiheshimu mila zao na walikuwa waoga sana kwa mambo ya giza. Lakini ndani ya kijiji hicho aliishi kijana mmoja wa kipekee aliitwa Dingi. Jina lake halikutokana na uimbaji, la hasha. Alipiga kelele za ajabu sana alipokasirika, kelele zilizoleta mvua, kuangusha nazi juu ya miti, au hata kuwatisha mbwa wakapoteza kumbukumbu. Watu walimwogopa, lakini pia walimpenda kwa sababu kila alipocheka, maua yalichanua hata wakati wa kiangazi. Siku moja, Dingi aliamua kuingia msituni kutafuta bibi yake aliyekuwa hajarejea nyumbani kwa siku 3. Watu walimkataza, wakisema, huko ndiko kuliko na nyumba ya kucheka ya mizimu. Ukicheka sana, mizimu inakucheka hadi upotee. Lakini Dingi hakujali. Alipokuwa akiingia msituni, aliimba kwa sauti ya utani. Hii ni sauti ya Dingi, nakuja na ngoma na ndizi. Msitu o msitu, usiwe na matusi. Ghafla, nyani mmoja alianguka kutoka juu ya mti akicheka hadi akazimia. Dingi alicheka mpaka machozi yakamtoka, lakini hakuona kuwa kivuli kilikuwa kimemfuata kutoka nyuma ya kichaka. Kilikuwa na macho mekundu na sauti iliyomwita kwa upole, Dingi, cheka zaidi. Cheka hadi ulimwengu usimjue tena. Je, Dingi ataendelea kucheka hadi apotee, au atakutana na bibi yake aliyefichwa na mizimu ya kicheko? Sehemu ya 2.